Of course kwa upande wangu mimi binafsi namfahamu, lakini kwa sababu tuko naye leo ningalitamani yeye binafsi aweze kujitambulisha na kuzungumza kidogo na wanahazbini ambao wanatazama live kutokea hapa studio kwetu. Mheshimiwa, asante kwanza kwa kuwa sehemu ya Hazbini. Kwanza mimi sio mheshimiwa. Wewe niite jina langu tu bana. Mimi ni mwanaharakati bana. Mimi sio mheshimiwa. Mwanaharakati huru. Yeah, watu wengi wanatamani kwanza ufahamu kwanza kabisa kwa majina. Mimi kwa majina naitwa mwanaharakati huru Cyprian Majura Musiba, ambaye nimekuwa nafanya shughuli hizi muda sasa umeenda muda mrefu. Tumevuka mito na mabonde, na tunafanya kwa nia njema, si kwa nia mbaya. Ingawa wakati mwingine una create maadui wengi, unatengeneza marafiki wengi pia. Kwa hiyo ni kazi ambayo naifanya. Watu wengi wanadhani labda ni kazi tu ya harakati za kisiasa, lakini mimi nadhani tunafanya mambo mengi pia, maana hii ni ofisi, ni taasisi. Tunasaidia watu ambao hawajiwezi, tunasaidia wanafunzi wa vyuo vikuu kidato cha 5 na 6. Tumekuwa tunatoa mikopo pia kwa mama ntilie. Kwa hiyo labda kwa sababu kazi za kisiasa ndo zinaonekana zaidi, tunaonekana tuna watu wanatujua, lakini tumefanya mambo mengi makubwa ambayo ni kwa faida ya kizazi chetu na kwa faida ya nchi yetu. Okay, asante sana. Ni kazi ambayo unaifanya, ni kazi ambayo kwa baadhi ya Watanzania wanaweza kusema ni kazi hatarishi, kwa sababu umekuwa ukifichua mambo mazito, especially mambo ya watu ambao wana nguvu kiuchumi. Huwa ikuletei hatari kidogo juu ya hili? Ninayo shida. Kazi nayoifanya ni kazi hatarishi kweli, sio kwamba ni kazi ya kawaida, ni kazi hatarishi. Kwa sababu tunagusa maisha ya watu, na tunagusa milo ya watu, na watu wengine wanakuwa wamejificha. Tunavyowaumbua unatengeneza uadui wa mpaka maisha. Lakini mimi ni kati ya Watanzania wachache ambao inaonekana kabisa siko sawa na baadhi ya watu, sio wote. Ukiacha Mwalimu ambaye huwa tumzungumzii sana kulingana na sifa yake na uwezo wake na miaka aliyotawala nchi yetu, mbali tuna kwamba alitusaidia kupata uhuru, lakini atujengea misingi ya namna ya kuendesha nchi yetu, ikiwemo pia kulinda rasilimali zetu, na alifanya hivyo. Lakini karibuni tulikengeuka tukaenda nje ya misingi na miiko ya kile kitu ambacho alituachia baba wa taifa. Sasa historically nchi yetu karibuni hapa iliyumba, na myumba wenyewe ulikuwa ni wa kweli kweli. Kulikuwa na ufa, tulipata ufa kwenye miaka hii baada ya Mwalimu kutoweka pale. Kulikuwa na ufa mkubwa sana, na ufa wenyewe ulikuwa unagusa kwenye mambo ya rushwa, mambo ya ufisadi. Kulikuwa na hatari hata ya muungano wenyewe kuvunjika. Ukabila ulizidi, udini na vitu kama hivyo. Lakini tangu Mheshimiwa Rais Magufuli aingie, amejaribu kurekebisha baadhi ya mambo, na pia yeye kitendo cha kurekebisha baadhi ya mambo ikampa pia uadui mkubwa, kwa sababu rais anaposimamia misingi na miiko ya kulinda rasilimali zetu, wako watu wanaochukia na wako watu wanaofurahi. Lakini nashukuru kwamba 99% ya Watanzania wanamfurahia Mheshimiwa Rais wetu anachokifanya. Lakini kuna watu ambao ni maadui kabisa kwa Mheshimiwa Rais na mimi. Unajua watu walitegemea kwamba Mheshimiwa Rais anaweza akafanya anayoyafanya alafu asipate coverage aidha kwenye vyombo vya habari au awe na wapinzani wengi sana. Kwa hiyo limekuwa ni tatizo kubwa ambalo binafsi nimekutana na changamoto nyingi, kwa sababu sio tu unavyoniona hivi, lakini kuna wakati nilikuwa na safari moja niliponapona kuuliwa.
Unajua mimi watu wameshakuja mpaka kaniwekea silaha hapa kichwani hivi. Nimelala chini watu wameniwekea silaha hapa. Kwa hiyo usifikiri kwamba mengine siwezi kuyasema, lakini sio masiara, ni mambo mazito, na ningekuwa mtu pia muoga tu, ningekuwa nimesha kwa sababu watu walitarajia kwamba Mheshimiwa Rais Magufuli hawezi kupata mtu yote support au nini, lakini mimi ninachojua sasa hivi mama ntilie, bodaboda, bajaji wako na mimi, wote tunamsupport sana Mheshimiwa Rais. Lakini kuna watumishi wa umma wengi tu ambao pia wanamsupport Mheshimiwa Rais, wengi sana. Ni wachache, kikundi cha watu wachache tu ambao wanamchukia Mheshimiwa Rais na wanapenda hata apoteze uhai. Halikadhalika hata mimi pia hayo yananikuta, kwa sababu mbali na kwamba nimeponea chupuchupu kwenye baadhi ya maeneo, lakini pia watu wengi baadhi wananiombea pia nipoteze hata uhai wangu. Kwa hiyo nimeriski maisha, lakini unajua wakati hata Mwalimu anapigania uhuru wa nchi hii aliriski. Mwalimu Nyerere aliriski maisha, akatengeneza nchi nzuri, watu tukaikuta Tanzania nzuri na nini, alilinda rasilimali za nchi hii. Lakini kuna baadhi ya watu ambao wamekuta nchi imeshakuwa nzuri, lakini wanataka kuiharibu tena nchi ya Nyerere. Kwa hiyo Mwalimu alikuwa na watu pia wanamsemea, uko nje ya nchi, ndani ya nchi. Lakini pia alikuwa na maadui. Mwalimu pamoja na kwamba alijitoa muhanga kwa ajili ya taifa lake, lakini Mwalimu kumbuka pia kidogo apinduliwe. Kwa nini? Wakati mtu alijitoa uhai, alijitoa muhanga ili Tanganyika iwe huru na baadaye Tanzania, lakini kuna watu ambao walikuwa wanamchukia Mwalimu, wakawa wanamuombea hata afe. Sasa mimi ni nani? Cyprian Musiba kuweza kupambana na majianti ya siasa yaliyo mengi, alafu watu wasinichukie baadhi. Kuna watu wananichukia sana, wananiombea hata nipoteze uhai leo, lakini pia nimekuwa napokea vitisho vingi na nini. Mimi ninachoweza kusema ni kwamba ni kati ya watu wachache ambao hawaogopi sana. Yaani mimi ni Watanzania wachache sana ambao siwaogopi vitisho vya aina yoyote. Na nimeshajitoa, kwa sababu unapopambana na wanasiasa, unajua wanasiasa, maisha ya kila mtu yanatokana na siasa. Siasa ndio ina drive maisha ya watu. Sasa lakini kuna wanasiasa wengi ambao wapo kwa ajili ya tumbo lao na mafamilia yao tu. Wako wanasiasa ambao kabisa hawako na watu. Wako kwa ajili ya familia zao. Wako kwa ajili ya kupiga pesa. Kwa hiyo mimi kitendo cha kuwaingilia na kuanza kuwasema na kutoa siri zao na kuambia mlikuwa mnafanya hichi, mnataka kuhujumu nchi yenu, mnataka kumhujumu rais na vitu kama hivyo. Nimepata maadui wengi sana. Nadhani mimi ni kati ya watu ambao, yani maadui inamaanisha sio Watanzania wengi tuko nao, wengi wako na mimi, lakini baadhi ya wale watu ambao walikuwa wameshajichukulia nchi kama ni ya kwao peke yao. Yani wao waliamini kwamba nchi ni ya kwao, wengine hawapo. Unajua kwenye miaka ya nyuma hapa kulikuwa na kundi la watu wachache ambao waliamini kwamba nchi ni ya kwao. Kwa hiyo rasilimali wanagawana wao na familia zao. Mkato wa taifa wa Tanzania wanagawana wao na familia zao. Na vikundi vya watu wachache tu. Sasa nilivyoanza kufanya harakati hizi za kumtetea Mheshimiwa Rais kwa kujitolea, maana mimi anitumi, najitolea tu, nikakutana na maadui wengi sana. Wengine wakawa wanadhani ananituma. Mimi Mheshimiwa Rais Magufuli anitumi. Nafanya kwa mapenzi mema na nchi yangu na rais wangu. Lakini nimepata wafuasi wengi pia ambao wana mapenzi mema na nchi yao. Lakini ndani yake pia nimepata maadui, kwa sababu wale wazee wana watoto wao na familia zao, wana makundi yao. Hao nao wananichukia kwa sababu wengine wanasema mimi najipendekeza, nataka ukuu wa wilaya, nataka sui cheo, nataka hichi. Kwa hiyo nimepambana na vitu vingi. Ni mambo mengi sana napambana nayo. Na ningekuwa mtu line ningeshaacha muda tu. Ningeshaaogopa, lakini unaogopaje? Maji ukishavulia nguo unabudi kuyaoga. Mimi nimeshaingia moja kwa moja, siwezi kuacha kumsemea na kumtetea rais. Hiyo haipo. Nitasema tumeanza naye na tunamaliza naye. Yaani siwezi kuacha kumsaidia rais kwa kupitia media zangu, kwa mimi mdomo wangu, kwa sababu teknolojia imekuwa. Enzi ya Mwalimu, Mwinyi, Mkapa, Kikwete ni tofauti kabisa na sasa.
Kwa hiyo mkimwacha rais apambane na upotoshaji na nini, mkamwacha yeye mwenyewe, anaweza akapata shida sana. Kwa lazima tupambane. Hii ni vita, kwenye vita lazima tupambane, tumsaidie mheshimiwa rais. There is no way, lazima tupambane. Sababu mwisho wa siku Rais Magufuli ni rais wa Watanzania wote, na mwisho wa siku anapambana nchi ipate maendeleo, si kwa sababu ya familia yake, ni kwa sababu ya Watanzania. Rais Magufuli amejitoa muhanga kwa sababu ya Watanzania. Rais Magufuli amejitoa kafara ili Watanzania waweze kunufaika na nchi yao na rasilimali zao. Lakini amekutana na vikwazo kwa sababu kumbuka, nchi yetu hii baada ya Mwalimu watu walikuja kwenye hifadhi zetu za taifa, wanachukua tu wanyama, wanahamisha tu. Bila yani mtu anatoka Arabuni anachukua wanyama kama wake, nchi hainufaiki na chochote. Kwenye upande wa madini, watu walikuwa wanachukua tu madini, yani Tanzania ilikuwa ni shamba la bibi. Lakini Mheshimiwa Rais Magufuli amekuja, amehakikisha kwamba kila kitu wa Tanzania lazima wanufaike na rasilimali yao. Sasa kitendo cha kuchukua maamuzi ya kureview mikataba na kuzuia wale wezi na nini, mambo ya ufisadi na rushwa, Mheshimiwa Rais pia akapata maadui wengi sana. Yani wengine wanamuita Dictator. Hivi kweli Rais Magufuli ni Dictator kweli? Tundu Lissu anamuita Rais Magufuli Dictator. Unajua anakosea nchi heshima na anamkosea rais heshima. Hivi Tanzania tuna utaratibu, huyu anaingia anatoka. Mheshimiwa Rais ndio kwanza anamalizia muda wake wa mwisho. Kuna marais kama akina Kagame, ni marais wa maisha. Wakina Vladimir Putin, marais wa maisha. Muda wote wao ni marais wa maisha. Kina Museveni, unamhitaji huyu Dictator kwa sababu Tundu Lissu tu umekosa ubunge ama urais wa kwenda bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kuna watu kwa kweli ni wapuuzi na wajinga sana. Samahani kwa kuwaita hivyo, ila Tundu Lissu ni mtu mpuuzi sana katika dunia hii. Ningetamani kufahamu, juzi Tundu Lissu amefanya exclusive na baadhi ya media, akasema kuwa anashangaa sana kuona kuna baadhi ya watu ambao wanatetea mheshimiwa kutoonekana. Hili limekaa vipi? Mheshimiwa Rais ana kazi za ndani na ana kazi za nje. Tumeshuhudia anafanya ziara kuanzia Geita, Kagera, Kahama hapo, Shinyanga. Ziara tumezishuhudia Tabora. Umeelewa? Anazindua miradi, anafungua miradi yake aliyoyaahidi kwenye ilani yake ya chama chake. Amemaliza huko. Anarudi Ikulu kufanya kazi za ndani. Na sio Magufuli peke yake, ni utaratibu wa viongozi wote wa dunia kwamba unaweza ukaonekana kwa nje, unafanya shughuli zako za nje, lakini ukarejea sasa Ikulu ukafanya shughuli zako za ndani. Umeelewa? Hivi ni kwamba wakina Tundu Lissu walikuwa wanataka rais au anazunguka tu. Yaani kwamba hawezi kupumzika, hawezi kufanya shughuli za ndani. Kumbuka Chama cha Mapinduzi sasa kinatafuta labda katibu mkuu. Kwa ile nafasi kwa katibu mkuu amepata nafasi nyingine. Hatuwezi jua, labda kuna changes ndani ya Chama cha Mapinduzi. Sasa rais kumbuka ni mwenyekiti wa chama na wakati huo ni rais wa nchi. Lakini kumbuka yawezekana nchi hii kuna watu wengine wanaajiriwa, wengine wanastaafu. Rais anakaa anatengeneza safu nyingine. Wanaostaafu kuna watu wanareplace, kwenye Chama cha Mapinduzi kuna watu wanareplace, kwenye serikali kuna watu wanareplace. Wewe rais hajaonekana siku moja tu au wiki moja mbili unaanza kuhoji. Eti kwa sababu katiba inakuelekeza. Sasa mimi niulize. Wewe umemwona Mbowe lini? Freeman Alikali Mbowe. Kwa sababu rais zilikuwa ni wiki mbili tu. Tundu Lissu akaanza kuhoji. Kwa nini haoji Mbowe yuko wapi? Mbowe hajaonekana na mwezi sasa hivi. Karibu na siku kadhaa. Paka watu wakaanza kusema amekufa. Freeman Alikali Mbowe. Yuko wapi Mbowe? Kwa nini Chadema hawaoji kukosekana kwa Mbowe na kutoonekana hadharani kwa Mbowe? Kwa nini? Kwa hiyo watu mwingine ni wahuni tu hawa. Tundu Lissu ni muhuni tu. Na amepigwa mionzi na wazungu. Unajua wazungu akisha kupiga mionzi unakuwa kichaa. Unakuwa unasikiliza wazungu tu. Yaani wewe Waswahili wenzako huwezi kuona wa maana tena. Kwa hiyo Tundu Lissu kaishapigwa mionzi. Na wazungu walikuwa wanafanyia hivyo hata marais wengi wa Afrika. Wana njia moja ambayo ni hatari sana. Rais akienda ziara Ulaya au Mtanzania ambaye wanaona kabisa wanaweza kumtumia kama puppet, wanakupiga mionzi, huwezi jua.
Kwa hiyo wewe piga ua, lazima uone wa Ulaya ndio ya maana, nchi yako sio ya maana. Hao Tundu Lissu kashapigwa mionzi. Kwa nini asihoji Mbowe yuko wapi? Mbowe yuko wapi Mbowe? Mwenyekiti wa chama cha Chadema. Na rais ilikuwa ni wiki mbili tu anafanya shughuli zake ndani ya serikali. Wewe unataka aonekane kama nani? By the way, Chadema walikuwa watambui ushindi wa Mheshimiwa Rais. Haya mapenzi mema kwa Mheshimiwa Rais yametoka wapi? Yaani sasa hivi Chadema wanaimba rais wetu, baba yetu yuko wapi? Haya mapenzi yametoka wapi? Yaani maana yake ni kwamba Chadema sasa hivi na Tundu Lissu wana mapenzi na Mheshimiwa Rais Magufuli kuliko hata Mbowe mwenyewe aliyowakaribisha kwenye chama chao. Na mimi siku zote nasema Chadema ni chama cha kigaidi, sio chama cha siasa. Chadema ni chama cha kigaidi. Naongea kwa kujiamini. Wale ni magaidi. Na moja ya watu waliofanya mambo ya hovyo sana ni Chadema. Chadema wanaweza wakamfanyia mtu huni, na Lema ndio ilikuwa kazi yake, God bless Lema. Ndio maana Lema na Mbowe ni baba moja mama moja. Wanafanya tukio. Wakishafanya tukio wanasema amefanya Rais Magufuli na serikali yake. Hivi leo Chadema wana mapenzi kweli na Magufuli kiasi hicho? Kweli? Sasa rais ana kazi nyingi. Rais ana kazi za nje, rais ana kazi za ndani. Mimi binafsi naongea maana pia kuna watu wengine akili zao huwa ni ndogo. Mimi naongea kama Mtanzania, natoa maoni. Sijatumwa na mtu. Ndio maana huwa napenda kusema hivyo. Sijatumwa na mtu. Mara mwingine hapo unaweza kushangaa sema kwa nini anaongea kama nani? Mimi sio Abasi Hassan Abasi, mimi sio Polepole, mimi sio Msigwa. Mimi ni mwananchi wa kawaida kama mwanaharakati. Nina mapenzi mema na nchi yangu na rais wangu. Na ibara ya 18 inanielekeza niongee bila kuvunja sheria. Ibara ya 30 inanilimiti kwamba pamoja na kuongea usivuke mipaka. Kwa mimi najitambua sana. Najitambua sana. Kwa hiyo Chadema wameleta taharuki hii kwa sababu pia wana mbinu ya kutaka kuonekana na kusikilizwa. Kwa sababu unajua kukosa wabunge miaka 5 sio shughuli ndogo. Maana yake ni kwamba yani Chadema wanapotea. Sasa ili waendelee kuonekana na kusikika, ndo maana wamekuja na mbinu nyingine ya kuzusha taharuki. Kwamba rais hajaonekana wiki, unahoji rais hajaonekana wiki moja. Usihoji mwenyekiti wako wa chama ambaye hajaonekana karibu mwezi mzima na siku 3. Kwa hiyo hawa watu ni wahuni, wanatengeneza ajenda kwa sababu ni wakimbizi. Lissu yuko nje na wale vibaraka wao wale kina Didie, kina Asibeti Ngurumo na kina Chahari. Wale ni vibaraka ambao wako nje. Na ili wajulikane na waonekane. Tundu Lissu mimi kitu ambacho nashangaa, eti kila siku namuona anahojiwa DW, BBC, yani mavyombo ya magharibi yale yote eti yakitaka habari za Tanzania wanamuhoji Tundu Lissu. Wakati yeye Tundu Lissu sio Mtanzania sasa hivi, ni raia wa Belgium. Tundu Lissu ana uraia Belgium. Sio raia wa Tanzania. Na nchi kama nchi wanatakiwa wafanye marekebisho ya katiba. Mtu anayekuwa anaishi nje miaka zaidi ya 7 alafu anakuja kugombea eti urais Tanzania. Amekaa nje tu anakuja kugombea urais Tanzania. Unajua kwa sheria zetu za ajabu sana. Kwa hiyo mimi ninachowaomba watu hawapuuze tu hawana maana. Wapuuze tu. Mimi nakwambia ukweli. Ningetamani kufahamu kuhusiana na vyombo vya Kenya, maana tumeona kuna baadhi ya video zinasambaa sana kwenye mitandao ya kijamii zikizungumzia swala la Mheshimiwa Rais. Lakini pia uliligusia kidogo. Swala la vyombo vya Kenya kutoa taarifa hizi, wewe kama msemaji ambaye umekuwa mwanaharakati huru unasema, unahisi wanatoa wapi hizi taarifa? Kwa sababu ndio ambayo inaonekana wamevumisha uvumi sana. Ngoja nikwambie, mimi naomba nisome kwa sababu kuna kitu nilikiandika afu nikakiposti humu. Na kwa heshima kubwa sana naomba nisome kwa nini hawa wa Kenya wanadili na Tanzania sana. Maana nikisoma kitu ambacho nimekiandika itakuwa ni nzuri zaidi. Kwa nini vyombo vya habari vya Kenya vinaiataki sana serikali hii? Kwa sababu kuna mambo mengi ya msingi. Na rafiki yangu mmoja pia amejaribu kudadavua. Katika hali ya kawaida huwezi kuona Wakenya ama vyombo vya habari vya Kenya vinamfurahia Rais Magufuli na serikali yake, kwa sababu kumbuka madini ya Mererani, unayakumbuka Mererani, Watanzania wenzangu ambao mnanitazama kwa sasa. Madini ya Tanzanite soko lake kubwa
ilikuwa ni Kenya na India. Soko lake kubwa ilikuwa ni Kenya na India. Na Tanzanite inachimbwa Tanzania, lakini soko kubwa liko Kenya na India. Kwa nini? Maanake uchumi wa Kenya, yani Tanzanite ilikuwa inachangia uchumi wa Kenya zaidi kuliko Tanzania. Rais Magufuli alivyoingia madarakani akapiga ukuta pale Mererani wasiibe. Maanake nini? Maanake Wakenya wanajua kwamba moja ya changamoto walioipata kwenye mambo ya uchumi ni ukuta uliojengwa Mererani. Hiyo cha kwanza. Ukuta wa Mererani umewasili sana, na kwa mujibu wa vyanzo vyetu vya habari, baadhi ya Watanzania ambao wana weledi wa kuandika anakuambia kabla ya kujenga ukuta wa Mererani, Kenya na India zilikuwa ndizo nchi zilizoongoza kwa kuuza madini ya Tanzanite mwaka 2013. Kwa mfano, India pekee iliuza madini ya Tanzanite yenye thamani ya USD milioni 300 hadi, umeelewa, milioni 300 za Kimarekani. Ikawa inahoji kama, yani Marekani inahoji hivi ya madini kweli yanatoka India na Tanzania na Kenya tu. Kumbe Tanzania ndo tunazalisha haya mambo. Ndo source. Mwaka huo Kenya ilisafirisha na kuuza nje Tanzanite yenye thamani ya USD milioni 100. Yani Kenya ilikuwa inauza madini ya Tanzanite ya thamani ya milioni 100. Tanzania tulikuwa tunapata nini? Sasa tangu ukuta kujengwa hali imekuwa ni ngumu kwa upande wa Kenya, kwa sababu sasa fedha ya Tanzanite inaingia kwa maslahi ya Watanzania. Sasa kuna baadhi ya Wakenya ambao hatuna ugomvi na Kenya, lakini Wakenya walikuwa ni wajanja kuliko sisi. Ndio maana nimesema kwamba baadhi ya viongozi wetu ambao walikuwa wanaongoza nchi hii walikuwa wana mapenzi mema sana na nchi hii. Unaruhusu madini ya Tanzanite yachimbwe. Mwalimu alikataa, wewe ukaruhusu. Alafu 90% ya madini hayo yanakwenda Kenya, India na nchi za wenzetu. Watanzania wakabaki wae tu. Lakini Magufuli amekuja kuweka ukuta pale na kuhakikisha kwamba madini ya Tanzanite yananufaisha Tanzania, raia wake na nchi yake. Magufuli ametengeneza maadui wengi sana kwa maslahi ya wananchi. Na jambo lingine, kwa mfano SGR, Magufuli anajenga reli ya kisasa. Kumbuka mtu wa mwisho kujenga reli ya kisasa, reli Tanzania, alikuwa ni Mwalimu na Wajerumani kama sikosei. Wajerumani. Leo Rais Magufuli anatujengea ukuta. Anatujengea reli ya kisasa ya Dar es Salaam Mwanza, baadaye Tabora Kigoma, baadaye Dar es Salaam Lindi Mtwara mpaka Songea. Hivi nani atafurahi? Hii reli ya SGR manake tuna bandari ya Dar es Salaam hapa. Ni bandari kubwa sana. Kiuchumi hii reli itakapoisha tunaua bandari ya Mombasa. Ni ngumu sana Wakenya kumpenda Magufuli. Ngumu sana. Ni ngumu mno. Na hii reli mbali na kwamba itainufaisha bandari ya Dar es Salaam, bandari za Mwanza, bandari za nchi kavu, kuna vitu vingi ambavyo Watanzania pia watanufaika. Tukiachana na SGR, Magufuli anatujengea mradi wa Stiglas Gorge au bwawa la umeme la Mwalimu Nyerere. Tanzania mpaka sasa tunazalisha megawati kama sikosei ni 1600, sijui kama zimefika. Lakini Magufuli anakwenda kutupatia umeme megawati 2000 karibu na 15. Mahitaji yetu sisi kama nchi ni kama megawati kama 1500 kama sikosei. Na tuna matatizo bado ya umeme katika na vitu kama hivi. Hivi Mkenya atakufurahia wewe? Yaani anamfurahia vipi Magufuli ambaye anakwenda kuzalisha umeme pengine akawauzia hata Wakenya wenyewe? Na competitors wetu sisi kama nchi Tanzania ni Wakenya. Sababu ndio maana wakati mwingine nimeangalia ni kati ya watu wanaonitukana sana. Wanakuambia fedha ya Kenya ina thamani kuliko ya Tanzania. Lakini kwa nini fedha ya Kenya ina thamani? Si ni kwa sababu tuliamini Kenya
Kenya walikuwa ni wapambanaji na walikuwa ni wajanja. Wazungu wote wa Ulaya waliwekeza pale Kenya, wakachukua ardhi yote karibu nusu ya Kenya. Na Kenya wanaohodhi ardhi pale ni ile ya rais aliyopo kina Raila Odinga pengine na Waingereza na baadhi ya wazungu. Kwa hiyo wazungu waliiweka Kenya kama sehemu yao ya wakivuna mali, ilikuwa ni kama center. Wanakwenda Kenya hapo, wanawekeza hivyo. Kwa hiyo ulikuwa ni mkakati wa nchi za magharibi. Ndio maana wa Kenya nao wanajifikiriaga nao ni wazungu. Sasa Rais Magufuli ana spidi ya ajabu kwenye kuleta maendeleo ya nchi yetu. Na hilo jambo linawatisha wa Kenya. Kwa spidi hii. Haya. Leo kuna ujenzi wa viwanda nchini. Sera ya Rais Magufuli aliyoingia nayo madarakani ni ujenzi wa viwanda. Tafasiri ndogo tu ni kwamba tunakwenda kuingia kwenye ushindani mkubwa sana na Kenya. Kwa sababu Kenya walikuwa na viwanda vingi tu. Lakini sasa leo Magufuli anajenga viwanda, unategemea hivi viwanda haviwatishi wa Kenya? Kwa hiyo vyombo vya habari vya Kenya na haya mambo ya kuzusha na nini, unajua unapomwataki rais wa nchi manake unaharibu uchumi wa taifa husika. Yaani unapokuwa unasema rais yuko hivi, rais yuko hivi, rais yuko hivi. Huyu happy Sunday. Kuna kitu ambacho mimi ninaona Wakenya hawezi kumpenda Rais Magufuli. Rais Magufuli ni mtekelezaji wa mawazo na kwa vitendo. Rais Magufuli amekuta nchi yetu ikiwa dhaifu ile hali. Lazima niseme, mimi siogopi kusema. Rais Magufuli ameingia nchi hii ikiwa dhaifu ile hali. Kumbuka kuna watu walikuwa wanachukua mishahara, mtu mmoja TRA pale anajilipa mishahara ya watu 17. Atampenda Rais Magufuli huyo? Yaani mtu yuko TRA analipwa mishahara ya wafanyakazi 17 mwenyewe tu. Yaani hiyo ni hewa. Umeelewa? Ni mambo ya ajabu sana. Rais Magufuli amekuta kuna wafanyakazi hewa wengi tu. Sasa ukiangalia SGR, ukiangalia Ubungo interchange, hivi leo Watanzania wenzangu niwaulize, kuna mtu alitarajia kwamba Dar es Salaam tutapata Ubungo interchange kama ile? Nani alitarajia kwamba ndani ya miaka 5 Dar es Salaam itakuwa hivyo? Tumepata lile daraja la kwenda uwanja, kulikuwa na foleni ya hatari kukatiza kutoka Posta kwenda uwanja wa ndege, kulikuwa yani unatumia masaa zaidi ya 8. Leo kuna Mfugale pale. Nani alitarajia hayo? Sasa watu wanajua kwamba Rais Magufuli amenunua ndege 8 na huenda zikaja zingine 5. Nani atapenda? Kwa hiyo ndani ya nchi ana wapinzani ndani ya nchi ambao hawapendi rais amalize hii miradi, na ni wengi. Ndani ya nchi hii kuna watu hawataki Magufuli amalize hii miradi. Na moja ya mbinu yao ni kwamba wanajaribu kumtikisa, kumdhalilisha, kumkatisha tamaa ili rais wetu asimalize hii miradi yake. Kwa hiyo ni mbinu za kiuchumi. Rais Magufuli amejenga barabara kila mtaa Dar es Salaam leo. Tulikuwa ukitoka Posta, kwanza kufika Posta kwenyewe ilikuwa ni shughuli. Kutoka nje ya jiji. Kutoka Posta kwenda nje ya jiji ilikuwa ni shughuli. Leo Dar es Salaam kuna lami kila mahala. Hizi barabara za mitaa ni lami. Hivi hizi hela zilikuwa zinaenda wapi mwanzo? Dar es Salaam leo ukienda Dodoma, ukienda Mwanza, ukienda Arusha, ukienda Kilimanjaro, barabara za mitaa ni nyingi sana. Lakini pia hizi pesa zilikuwa zinapigwa tu. Kwa hiyo Magufuli ana usimamiaji mzuri wa rasilimali za nchi yetu. Tanzania tuna mikataba na baadhi ya mataifa ya nje, tunapata misaada na vitu kama hivyo. Fedha ya misaada yote ilikuwa inaliwa. Mimi nina ushahidi, kulikuwa na meya mmoja anatembea na milioni 500 kwenye gari ya buti, amejaza milioni 500. Ukimuuliza hizi pesa ni za nini? Sasa sisi tufanyeje bwana? Lazima tule bata bwana. Kazi na bata.
ana mabibi pale 4 5. Kwenye buti ya gari ana milioni 500. Hizo zilikuwa ni fedha za hizi barabara za mitaa ambazo leo Rais Magufuli anajenga na pesa hiyo inafanya kazi. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo rais wetu ameyafanya. Mtu mwenye akili nyingi. Morogoro sasa iko vizuri. Angalia soko la Chief Kingaru lile. Kuna masoko kila mkoa, angalia stendi. Angalia shule. Yaani Rais Magufuli ukiona watu wanasema kwamba aongeze, yani waandamane aongezewe muda. Watu wanaona, unajua tatizo ni kwamba nchi yetu hii ilizoea rais anayeongea tu maneno mengi, utekelezaji hamna. Sasa Tanzania tumepata rais si wa maneno, ni mtekelezaji. Rais Magufuli anatekeleza. Na wananchi wanaona pesa yao inafanya kazi. Hivi mama ntilie kwa mfano. Mimi nilikuwa nafanya kazi chombo kimoja cha habari Posta pale. Mkikaa pale unasikia tu kelele mama ntilie unakimbia, jamani jamani wanachukua baba wetu. Zilikuwa ni kelele kwa mama ntilie masaa 24. Leo unasikia mama ntilie anapigiwa kelele. Unaona mgambo wa jiji anaenda kuchukua ubwabu wa mama ntilie anaenda kumwaga. Mama ntilie leo anaishi vizuri, maisha mazuri. Mama ntilie wanasomesha watoto wao mpaka vyuo vikuu kwa sababu ya ubwabu wanaopika, kwa sababu ya vitumbua wanavyopita, kwa sababu ya chai wanayopika. Wewe unaenda kumwaga vile vitumbua na chai. Mama amejitahidi kusomesha mwanae mpaka chuo kikuu. Wewe unaenda kumwaga ubwabu wake. Chini ya Magufuli na serikali ya Magufuli kitu hicho hakipo. Boda boda, dereva wa majaji walikuwa waruhusiwi kufanya kazi ya boda boda katika miji hii. Leo boda boda wanatamba popote pale kwa sababu ya Rais Magufuli. Ujambazi. Watu walikuwa wanakwenda benki asubuhi saa 2 wanachukua pesa benki. Hakuna mtu aliyekuwa anajali. Magufuli ameingia leo unasikia ujambazi leo. Unasikia vibaka leo. Kuna watu walimtikisa pale Kibiti na Rufiji. Lilikuwa ni jaribio la serikali yake. Kibiti leo unasikia kuna vurugu na Rufiji. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo Rais Magufuli amevifanya, lazima tuseme na lazima tumsifie. Sasa watu walizoea kuna watu walizoea kuona rais kama huyu hawezi kusemwa vizuri. Yaani watu walijiandaa Rais Magufuli asemwe vibaya tu. Sasa nilivyotokea mimi, of course na mimi nimepata changamoto sana. Nimekuambia mwanzo, mimi nimewahi kuwekewa silaha hapa, nimelala chini. Lakini mpaka leo ni mzima, ni kwa nguvu zake Mwenyezi Mungu. Natafutwa na maadui wengi. Ila mimi pia nina roho ya paka. Ni kati ya watu wachache wenye roho ya paka. Unajua paka na roho ngumu. Sasa ndio mimi. Mimi siwezi kutishwa mzee. Eti ukanitisha na maslaha yako na uchawi sina manini. Utajua mwenyewe. Kwa sababu mimi ninachoamini ni kwamba utakaponifanyia hujuma mimi au utakapomfanyia hujuma Rais Magufuli, kwani wewe ufi? Na wewe kuna siku yako tu utakwenda Israeli, tutakutana huko kwenye mchanga huko. Nitakwambia brother, wewe ndio ulifanyia hujuma ukanimaliza. Na wewe leo umekuja huku nitakuuliza hivyo. Kwa hiyo wakati mwingine tusiogope kwa sababu ya watu wachache, wahuni wachache, wezi, mafisadi, wala rushwa. Tunaogopa kwa sababu gani? Lazima tumsupport Rais Magufuli. Majiji mengi leo ukienda Mwanza, ukienda Mbeya na maeneo mengi, kuna maendeleo makubwa sana. Kwetu pale mimi kuna barabara nyingi za rami. Sasa hivi Msoma mjini pale. Nyingi sana. Kwa hiyo wakati mwingine wa Tanzania tujivunie kuwa na Rais Magufuli. Tunapaswa kujivunia kuwa na rais kama Magufuli. Na ndio maana mara nyingi alikuwa anasema mniombe. Rais akisema mmuombe anamaanisha. Anajua Ikulu ilivyo ngumu. Anajua nchi hii ilivyokuwa na madudu, wizi, ufisadi. Rais anasema mniombe. Rais anaposema mniombe, muombeeni kweli. Rais Magufuli ameingia kwenye kufanya review ya mikataba ya madini. Sio kazi ndogo bro. Walikuwa wanachukua wazungu kama yao. Amezuia wizi kupitia bahari. Bahari hii tulikuwa tunaibiwa tu samaki wetu. Amezuia wizi kila mahali. Rais lazima awe na maadui. Na maadui wabaya sana ni maadui wa ndani. Ambao mnatoka nao kabila moja, mkoa mmoja,
kanda moja, nchi moja, wilaya moja, mkoa mmoja. Sio mchezo. Adui wa hivyo ni hatari mno. Sasa Rais Magufuli anao maadui wa ndani, ndio hawa Chadema wanatumiwa. Kuna baadhi ya wanasiasa wanatumiwa, wanashirikiana na wazungu kumhujumu rais. Lakini adui aliye ndani ya chama chake, huyo ni balaa zaidi kuliko maadui wengine. Adui aliye ndani ya chama chake, huyo ndio mbaya zaidi. Na nachoweza kusema viongozi wetu, pamoja na upotoshaji huu wakina Tundu Lissu, wakina DDM wao, nachoshukuru Mungu ni kwamba rais wetu yuko salama. Jana makamu wa rais amerudia mara nyingi, rais wetu John Pombe Joseph Magufuli yuko salama. Mheshimiwa Majaliwa, waziri mkuu wa nchi hii, amesema mara nyingi rais wetu yuko salama, na rais anafanya kazi zake kama kawaida. Watanzania, achaneni na upotoshaji wa kwenye mitandao. Katika nchi hii ya Tanzania kuna upotoshaji wasiozidi 5. Tundu Lissu sasa ameingia kwenye wale watu wanaopotosha sana. Asbeth Ngurumo, Didi Abdalla Mlawa, Everest Chahali, Fatuma Karume, Maria Sarungi, kuna kadada fulani kanaitwa Hida Newton. Kuna watu wanajiita kina Rodrigo Duterte. Majina feki hayo. Kina Martin wale, Malanja. Ndio wapotoshaji ambao wako sasa katika nchi yetu. Wanapotosha kuhusiana na hali ya kiongozi wetu. Lakini rais wetu Magufuli ana afya njema. Narudia tena, Watanzania mwapuuze hao. Swala la rais kujitokeza ni pale anapopangiwa ratiba. Rais ana ratiba ya kutembelea mkoa fulani, waziri mkuu anaenda mkoa fulani, makamu wa rais. Lakini haiwezekani kazi zote afanye rais. Ndio maana unamwona Mama Samia yuko barabarani, waziri mkuu Majaliwa yuko barabarani. Rais wetu ni mzima wa afya, na wale wote ambao wanamuombea mabaya washindwe na walegee. Rais bado Mungu yuko naye na Mungu anamlinda. Rais hana tatizo lolote. Rais yuko vizuri kama binadamu wengine mlivyo. Ni wa afya nzuri. Anafanya kazi zake vizuri. Na kama kuna Watanzania walikuwa wanaomba mabaya dhidi ya rais, wameshindwa. Mwenyezi Mungu yuko na rais wetu. Anafanya kazi kwa nguvu za Mwenyezi Mungu. Anamlinda, anamwelekeza, na rais wetu anafanya kazi vizuri. Mimi nachojua, taarifa nilionayo ni kwamba huenda vikao vya chama vikawa na nani huko, sijui nini, kuna mambo mengi serikalini yanaendelea kwenye chama. Rais lazima ajifungie mzee. Amekuwa anatuonyesha mafaili, anatuambia kazi ile ni ngumu, anakesha na mafaili. Anapitia mafaili yake. Faili la mtu mmoja mmoja. Rais anachukua taarifa ya nchi kila siku. Anapokea taarifa ya nchi. Mikoa iko mingapi? Ya mipaka, ya mikoa, ndani ya chama chake, ndani ya vyama vingine, ndani ya wapinzani. Rais anapokea taarifa nyingi. Wao nataka rais ajitokeze. Yaani yeye aache kupokea taarifa na kushughulikia mafaili ya muhimu ya nchi hii. Atoke nje kwa sababu ya Tundu Lissu. Mbona mpaka leo ndugu huyu Mbowe haonekane alipo? Mbona hawaoji? Kwa nini hawaoji? Kuna swali lingine bwana? Maana maswali yako na wewe yamekuwa magumu. Labda wakati ninamaliza, kwani wewe umeishiwa maswali? Maana kama umeishiwa niambie. Labda wakati namaliza sasa niwaombe viongozi wangu wa dini, na nafikiri kuna baadhi ya viongozi wa dini mimi binafsi nitawaita na nitawaomba. Ndugu yangu Jongo, Ustadhi Jongo, kuna mtu anaitwa Mwaipopo. Kuna rafiki zangu kadhaa ambao nitawaita ili waje wazungumze kidogo, na nitawakaribisha ili wajaribu kunisaidia pia kuongea kuhusu Mheshimiwa Rais wetu. Nitawaita baadhi ya wachungaji na maaskofu, na wenyewe naomba waongee kuhusu rais wetu. Viongozi wa dini wanapaswa waongee na wamuombee rais wetu, kama ambavyo amekuwa naomba aombewe. Amekuwa kwenye hotuba zake nyingi anasema, anamaanisha.
Kwa hiyo ninaomba sana viongozi wa dini wa Tanzania tumwombee Mheshimiwa Rais wetu kama ambavyo amekuwa naomba, ili kazi zake anazozifanya siku hadi siku ziwe nyepesi kwake. Kuna watu ambao wanamuombea Mheshimiwa Rais mabaya, washindwe na walegee kwa jina la Yesu, kwa jina la Mungu. Na wale wote wenye dini ya Kiislamu na Wakristo, tumuombee Mheshimiwa Rais dhidi ya wale wabaya wanaomuombea mabaya, akiwemo Tundu Lissu, Fatuma Karume na Maria Sarungi, kwa sababu wao ndio wanaosambaza uchochezi na upotoshaji na taharuki kwenye mitandao. Kwa hiyo viongozi wa dini, na sisi tunamtegemea sana Mungu, na Mheshimiwa Rais wetu anakuwa anamtegemea sana Mungu. Viongozi wa dini, endeleeni kumwombea rais wetu, endeleeni kuombea nchi yetu, endeleeni kuombea taifa letu, tuwe salama, kwa sababu Mungu ndiye kila kitu. Bila Mungu huwezi kufanya lolote. Rais wetu anamuomba sana Mungu, lakini hao wapotoshaji tunaweza kuwadhibiti pia kupitia Mungu, upande wa dini ya Kiislamu na upande wa dini ya Wakristo. Tunaweza tukapambana na hao wapotoshaji wa kwenye mitandao ya kijamii kupitia Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mimi nawaomba viongozi wa dini, wakati namaliza, dini zote mbili, mama ntilie, bodaboda, madereva, wanafunzi, wafanyakazi wa umma, wakulima, wafugaji, wavuvi, tuungane pamoja kuliombea taifa letu. Wale wote wanaopotosha kuhusu rais wetu washindwe na walegee. Rais wetu ana afya njema, hana shida na anaendelea na kazi zake vizuri.